Tupime hili Pima mapana. Sawa. Pima marefu. Sawa. Anzia kule mpaka mwisho. Sawa. Tupate haki. Sawa, mwenyekiti pima. Sawa. Mwenyekiti pima. Tuanzie kule kupima. Tuanzie. Mama gani wewe mzee wewe? Mama gani? Kwa hiyo mzee tuanzie mwanzo. Tutaona wapi? Unajua wakati mwingine unaweza kuchezea makofi hivi. Sawa, tunaanzia kupima hapa. Pima. Hapa mzee tunaanza kupima. Sawa? Twende tunapima. Twende. 1 2 Sawa. Nisi mnapima urefu wa shamba. Ameweza pima urefu wa makaburi yenu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa baba. Tatizo kubwa kumbe lilikuwa ni shamba. Sawa mwanangu. Baba Kibwana. Naam. Nilipita pale shambani. Nimeona miwa kama imeliwa hivi. Sijui ukipata muda uende mume wangu kaangalie. Sawa mke wangu. Lakini sasa kuna jambo leo. Sijui umepata habari? Sijapata habari. Mzee mwenzio Kasisi ameumbuka. Unajua kuumbuka? Mzee mzima. Hatari. Ameumbuka na nini mke wangu? Kakamatwa msibani. Tuko pale msibani, watu wamemaliza kula tayari. Akaanza kukusanya mifupa. Asikamatwe. Mzee Kasisi naye mambo yake hayo mpaka msibani. Amekamatwa na nani? Mzee Kama. Mzee Kama? Mke wangu, kwani mzee Kama karudi? Kumbe una taarifa. Mzee Kama ndani ya nyumba. Alhamdulillah. Mkombozi karudi. Semeni dadake. Vipi? Mambo vipi? Dada, mbona unalia? Una shida gani? Shida nini? Unajua mawazo yanapokuwa yamekuzidi, kuna muda unashindwa kuconcentrate mambo yako kabisa. Na wewe kitu kinachokuumiza zaidi, wewe ni mapenzi. Ni kweli. Ukiwa na mawazo yakazidi, katika ubongo wako kuna mishipa fulani ikikatika, damu inavilia kwenye ubongo. Alafu katika kichwa kuna kitu kinaitwa medulla oblongata. Kazi ya medulla oblongata ni kupokea yale matukio au mafikirio ambayo wewe unayafikiria kwa wakati huo. Sasa basi kwenye OnZed kuna kitu ambacho Mjomba OnZed. OnZed. Dada, tusemeni, sisi tunataka uwe mwazi tu. Utuambie tu ukweli bwana, kuna shida gani? Kinachokusumbua wewe? Sisi tupo. Hicho ndo kilicholeta. Nawauliza, hicho ndo kilicholeta. Habari ya kunifuatilia maisha yangu muache. Tena mkome. Washenzi wakubwa nyie.
Mbona kuna mzozo hapa? Sinaongea na nyinyi. Mzee, shikamoo. Acheni kucheza na mjukuu wangu. Acheni kuosha vyombo. Mlipewa kazi ya kuosha vyombo hapa. Sogea huko, nataka kupita. Baba, tatizo mburi. Kamdomo kana kuponza kaka, kamdomo. Baba. Na mama. Hapa ndipo alipozikwa mume wangu. Una uhakika? Ndiyo. Mama. Hapa ndipo alipozikwa kaka yako? Hapa hakuzikwa mwanangu. Nakataa. Baba, unamaanisha nini? Utanielewa tu. Wananifanyia masihara eh? Unataka nikuhakikishie kwamba hapa mumeo hamna? Baba, mbona unaongea maneno mazito sana? Hapa pamezikwa mgomba. Mama, unataka nikuhakikishie? Ndiyo baba. Nimekuambia sitaki ulie. Futa machozi yako haraka sana. Alafu wewe mikono yako iweke mbele hivi. Kila mmoja aweke mikono yake hapa.
Usikimbie. Wacha kulia. Huyu ndiye mumeo? Umembega wapi mume wangu? Jamani, Sitaki ulie. Nimekuuliza swali unatakiwa nijibu. Kelele. Si ulitaka uthibitisho? Uthibitisho ndio huu sasa. Huyu ndiyo kaka yako? Jamani, naona mnaandaa maharage hapa. Karibu. Asante. Karibu mkuu. Hapa panatosha. Aya. Umechoka? Sio kuchoka tu, bali na mawazo pia. Pana mwenzio, si nilikuwa nyumbani pale, nilikuwa natwanga dawa zangu. Sasa huku natwanga, nikapatwa na mshtuko. Nikasema naona kama kuna vipanya kama vinapita kwenye akili zangu. Nikasema wacha nije huku nikujulishe. Hata hivyo mwenzangu, tuwe makini sana na kazi zetu za usiku.